Mimi naitwa Josephine Charles, natokea Chuo cha Sayansi za Afya Kolandoto, idara ya utawala pale, ofisi ya mdahili wa chuo, na nimekuja mbele yenu kwa ajili ya kuwahabarisha, kuwapa elimu, kuwatangazia fursa mbalimbali, lakini pia kuwaunganisha pamoja na kuwapatia zawadi. Nianze kwa utangulizi. Chuo cha Sayansi za Afya Kolandoto Shinyanga ni chuo ambacho kipo chini ya kanisa la Africa Inland Church Tanzania, kwa maana ya kwamba AICT. Ni chuo ambacho kimegawanyika katika maeneo matatu nchini Tanzania. Main campus inapatikana Kolandoto Shinyanga, kilomita 14 kutoka hapa mjini, lakini pia tuna campus yetu ambayo iko Mwanza, inaitwa Kolandoto College of Health Sciences Mwanza campus, lakini pia tuna campus yetu nyingine ipo eneo la Mkula Simiyu. Katika main campus tunafundisha kozi takriban 8 na kozi 6 ni za afya, 2 ni za ufundi. Main campus tunafundisha kozi 6 za afya zikiwemo clinical medicine kama ambavyo unafuatilia kwenye kipeperushi chako, tuna nursing and midwifery, tuna medical laboratory, tuna pharmaceutical sciences, lakini pia tuna physiotherapy pamoja na radiology. Nitaeleza kimoja baada ya kingine. Clinical medicine ni kozi ambayo inashughulika na utabibu ama daktari kwa ngazi ya diploma. Kwa hiyo kozi zetu zote ambazo tunazifundisha ni kwa ngazi ya diploma na sio degree. Kwa hiyo vigezo vya kujiunga na kozi ya clinical medicine ni ufaulu wa kuanzia alama D katika masomo ya PCB ngazi ya form 4. Na huyu mtu akisha hitimu hiyo kozi ya clinical medicine, tunakuja kukutana na mtaalamu ambaye anaitwa clinical officer ama mtabibu ama daktari wa ngazi ya diploma. Bila shaka kila mmoja anaenda hospitali, huwezi ukamtofautisha daktari mwenye ngazi ya degree na diploma kwa sababu wote wanatibu. Lakini tukihamia kwenye kozi nyingine ya nursing and midwifery, ni kozi ambayo ni mwanafunzi amehitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa kuanzia alama D katika masomo ya PCB kama kawaida. Lakini pia mwisho wa siku baada ya kuhitimu tunakuja kukutana na yule muuguzi na mkunga ama nesi. Hospitali wengi huwa tunaenda, yule ambaye anakuhudumia, ukilazwa hospitali ambaye anakuuguza, yule ndo mtu ambaye anaitwa nesi. Lakini pia ndo mtu ambaye huwa anachoma sindano na kadhalika. Basi hata kwa mama zetu ama wanawake wenzangu, nafikiri wengi huwa tunaenda leba kule. Kwa hiyo yule ambaye anakufanyia zile huduma za leba tunamuita ni mkunga, lakini kwa nchi yetu Tanzania imeunganishwa ni kozi ya uuguzi na ukunga. Basi tuangalie kozi nyingine ambayo inaitwa physiotherapy. Physiotherapy ni kozi ambayo inashughulika na mazoezi tiba. Hawa ni wale madaktari wa mazoezi tiba. Kwa mfano ninyi sasa hivi mpo uwanjani mnafanya mazoezi, si ndivyo? Ukipata shida kidogo hivi unatamani ukafanyiwe massage kidogo ili uweze kukaa sawa. Lakini kuna mtu mwingine bahati mbaya inaweza katokea akapata fracture ama ule mvunjiko au pingili za mgongo ama magoti akapishana kidogo. Yule physiotherapist ndio mtu ambaye anaweza akakufanyia mazoezi tiba mpaka ukaja kukaa sawa. Kwa hiyo ni kozi ambayo inafundishwa chuoni kwetu ambayo inaitwa physiotherapy, na baada ya kuhitimu mwanafunzi tunampata mtaalamu ambaye anaitwa physiotherapist. Kwa hiyo hospitali hivyo vitengo vipo, na ni mtu ambaye pia anaweza kufanya kazi katika maeneo tofauti tofauti, kwa mfano viwanjani, viwandani na maeneo ya migodini, kwa sababu hawa watu ni muhimu sana. Lakini pia tunayo kozi nyingine ambayo ni medical laboratory. Medical laboratory hao ni wale wataalamu wa maabara ambao wanapima kwa kutumia sampuli mbalimbali, aidha ni damu ama choo kikubwa ama choo kidogo na kadhalika. Baada ya mtu kuhitimu tunakuja kukutana na mtaalamu ambaye anaitwa laboratory technician, na mwisho wa siku vigezo elimu ya kidato cha 4 kama kawaida, lakini ufaulu wa kuanzia alama D katika masomo yafuatayo. Hapa kuna utofauti kidogo. Ile clinical medicine, physiotherapy na nursing vigezo vinafanana, lakini kwenye medical laboratory kuna utofauti kidogo. Lazima uwe na ufaulu wa somo mojawapo kati ya haya matatu: physics au engineering sciences au mathematics. Kwa hiyo ukishakuwa na mojawapo kati ya hilo unakuja kuunganisha na chemistry, biology na Kiingereza. Kwa hiyo hapo tutahitaji D4 katika hayo masomo. Kwa hiyo zingatia, kama una physics, hesabu au engineering sciences, unachukua mojawapo unakuja kuunganisha kwenye kemia, biology pamoja na Kiingereza. Hapo utakuwa na uwezo wa kusoma kozi ya medical laboratory ambayo tunakuja kumpata mtaalamu ambaye anaitwa laboratory technician. Basi kama kawaida tuna kozi nyingine pia ambayo inaitwa
pharmaceutical sciences. Hapa pia kuna utofauti kidogo. Pharmaceutical sciences ni kozi ya ufamasia, na baada ya mtu kuhitimu tunakuja kukutana na mtaalamu ambaye anaitwa pharmacist ama mfamasia kwa Kiswahili. Mfamasia ni nani? Unaweza kujiuliza. Wengi wetu tumezoea tukienda tu hospitali tunapewa dawa, tunasema tumetoka pharmacy pale, au daktari anakuambia nenda kachukue dawa pale, pasipo kujua ile mfamasia ni mtu aina gani. Mfamasia ndio mtu ambaye anafahamu dawa zote zinatibu nini, zina maudhi madogo madogo kiasi gani, ama zile side effects. Kwa hiyo mfamasia pia ndio mtu ambaye pia anatengeneza zile dawa. Yaani zile dawa ambazo unapewa hospitali, kuna wafamasia ambao wamesoma zaidi, wanaingia viwandani, kwenye viwanda vya madawa, ndio watu ambao wanatengeneza. Na ndio maana utakuta ukifika pale anakuambia hii utameza labda 1 mara 2, hii 2 mara 3, lakini hakikisha wewe umekunywa maji mengi sana. Hakikisha ule kwanza chakula ndipo unywe dawa, kwa sababu anajua yale madhara ambayo yanatokana na ile dawa, ama zile side effects ama maudhi madogo madogo. Kwa hiyo mfamasia ni mtu ambaye pia anafahamu dozi. Mfamasia ni mtu ambaye anafahamu yale maudhi madogo madogo. Lakini pia mfamasia huyu ana advantage nyingine. Baada ya kuhitimu hiyo kozi, aidha kwa ngazi ya certificate ama diploma ama degree, ni mtu ambaye pia cheti chake kinaweza kumuingizia kipato. Kwa mfano, huyu kaka hapa amehitimu, lakini mwisho wa siku hana interest ya kufanya kazi kwa sababu yeye ni polisi, unaona. Lakini mwisho wa siku cheti chake kile, kuna mtu mwingine atahitaji kwamba akitaka kufungua biashara, basi afungue biashara ya madawa. Hawezi kufungua kwa sababu yeye hana cheti. Inabidi aje kumuomba huyu hapa, bwana naomba nisaidie cheti chako, maana nitoe shilingi milioni 10 nikuachie cheti ufanye usajili ufungue duka lako la dawa. Haijakuingizia pesa. Kwa hiyo sasa, kwa mantiki hiyo, hata ninyi ambao mpo hapa unaweza ukafikiria ukaangalia cheti chako cha form 4 ukaona kwamba mbona kigezo kinanifaa, ukaenda kusoma kwa ajili ya kutarget biashara ya duka la dawa ama pharmacy. Unaweza kuliuza pia duka la dawa na pharmacy, tofauti yake ni nini? Duka la dawa ni duka ambalo linauza madawa yale ya kawaida, lakini pharmacy ni duka la dawa ambayo ina madawa aina yote ya magonjwa yote pamoja na vifaa tiba. Nafikiri tutakuwa tumeelewana. Yes, basi tunayo kozi nyingine pia ambayo ni radiology. Radiology hii ni kozi ya mionzi na vigezo vyake ni virefu kidogo. Lazima uwe na D5 katika masomo ya physics, chemistry, biology, Kiingereza pamoja na hesabu. Kwa sababu gani? Radiology ni kozi ambayo baada ya mtu kuhitimu tunakuja kukutana na mtaalamu ambaye anaitwa radiologist ama mtaalamu wa mionzi. Asa huyu kazi yake ni nini? Kazi yake huyu ni kuchunguza mwili wako, lakini pamoja na kutibu. Ulishaye kusikia kuna mtu ana ugonjwa wa saratani, si ndivyo? Sasa ukisikia kwamba yule mtu anafanyiwa matibabu ya mionzi, sasa hafanyiwi na daktari wa kawaida MD ama huyu mtabibu, anafanyiwa na yule mtaalamu wa mionzi ama radiologist. Kwa hiyo pia anachunguza mwili wako kwa ndani. Anaweza kagundua kwamba labda utumbo wako umetoboka, figo lako moja limefeli, ini lako moja lishaanza kufeli, limefikia 99% kwa mfano, unaona. Lakini mtu ambaye anaweza kachunguza akagundua kabisa kwamba yale maumivu ambayo unayapata kwenye magoti yale, pasipo wewe kuelewa umekuaje na nini, kumbe kuna pingili zimepishana, uti wako wa mgongo ukikaa muda mrefu unaumia, yani ukinyanyuka hivi mpaka uje kusimama labda utembee kama hatua 10 hivi ndio unakuja kukaa sawa. Ni mtu ambaye anaweza kachunguza akagundua kabisa kwamba kuna shida gani kwenye mwili wako. Anachunguza kupitia nini? Kupitia vifaa mbalimbali, kwa mfano X-ray, ultrasound, MRI pamoja na CT scan. Nafikiri hilo neno sio geni kwenu. Basi ukisikia hayo maneno ya hivyo vifaa, maana yake sasa hawa wanaofanya uchunguzi na matibabu ndio watu ambao tunawaita radiologist. Nafikiri kila mmoja ameelewa namna ulivyoelezea vizuri hizo kozi zote, lakini kwenye hiyo kozi ya pharmaceutical hiyo sciences hujaelezea vigezo kwamba ni vigezo gani. Lakini swala la pili ni kwa wale ambao labda mwaka wa masomo waga ni mwezi gani, au kwa mwaka waga mnatoa, yani wana apply mara ngapi kwa mwaka? Pharmaceutical sciences inahitaji ufaulu wa kuanzia alama D katika masomo ya kemia na biology, na unaweza kaongezea masomo mawili hata kutoka arts. Kwa hiyo tunahitaji D4, lakini za lazima ni chemistry na biology. Alafu ukiongezea hata Kiswahili, Kiingereza, jiografia, historia, kazi kwako. Maana yake hapo hatuhitaji physics. Kwenye kozi ya pharmacia hatuhitaji physics. Sawa Huo ndio tofauti wake. Lakini sasa kwenye swali lako la pili umeuliza kwamba
mtu anaweza wana admission mara ngapi kwa mwaka, si ndivyo? Huwa wanaingia mwezi wa 10 tu, lakini admission inaanzia kuanzia mwezi wa 5. Dirisha la NACTVET linafunguliwa mwezi wa 5, lakini sisi maombi kwa ngazi ya chuo tulishaanza kuyapokea baada tu ya kupata matokeo kidato cha 4. Kidato cha 4 walipopokea matokeo yao, sisi tukaanza udahili wa ndani ya chuo. Maana yake tunakusajili chuoni, siku dirisha la wizara linapokuja kufunguliwa, mwisho wa siku maadmission wana kazi ya kuyapush kwenda moja kwa moja NACTVET. Basi baada ya hapo yanarudi. Kwa mantiki hiyo sasa wanaripoti mwezi wa 10 kila mwaka. Hatuna intake mbili, tuna intake moja kwa mwaka. Nilikuwa nataka kujua kuhusiana na chuo chenu. Wao ufaulu wa D mwisho mwaka gani? Au mnachukua hata 1900 na ngapi huko? Sisi hata kama umehitimu mwaka 1980, kama unaweza kusoma, karibu sana chuoni kwetu. Elimu haina mwisho, wahenga walishasema. Kwa na sisi tunapita mle, sawa hata pande Kaijage anaweza akaja kusoma sasa hivi na mwisho wa siku akaamua kustafu vizuri, akawa kwenye duka lake la dawa pale. Nataka kuuliza kwa watu ambao hajapata mkopo, hatujasikia amount ya fees kwamba yenyewe inakaaje. Kwanza tusisahau kozi zetu sisi ni miaka 3. Maana yake hapa nitataja ada kwa kila mwaka. Nikianza na kozi ya kompyuta kwa mwaka ni 1,200,000. Alafu kozi ya laboratory assistant kwa mwaka ni shilingi 1,130,000. Na hostel ipo ndani. Tusisahau kwa kozi zote, maana yake hostel ni bure. Lakini pia tuna kozi ya clinical medicine, ada yake kwa mwaka ni shilingi 2,600,000 pamoja na vifaa vyote na michango yote. Lakini pia tuna kozi nyingine ya medical laboratory pamoja na pharmaceutical sciences, ada yake inafanana, ni 2,400,000. Sijui kama tunasikilizana. Kozi ya pharmacy pamoja na medical laboratory ada yake inafanana, 2,400,000. Lakini tunayo kozi nyingine ya physiotherapy pamoja na radiology. Hizi pia ada zake zinafanana. Ada yake ni 2,465,000. Lakini pia tuna kozi nyingine ya nursing and midwifery, ada yake ni 2,300,000 kwa mwaka. Hiyo ni pamoja na michango yote pamoja na hostel. Kwa hiyo maana yake hostel zipo kwa wavulana na wasichana ama kwa wanawake na wanaume. Kwa hiyo vyuo hivyo fursa. Hauhitaji hata kugombana na fund UCD. Wewe ni ratiba yako, unaangalia ratiba unakwenda wapi? Shule. Au sio? Tunasema tuna fursa 4 Shinyanga. Kilimo, ufugaji, shule na biashara. Au sio? Sasa wewe kote uweze kama juu. Kutubeba juu. Ukimwona achana na hiyo. Umri wako kufanani na mambo yako, si ndio? Fanya kwako, utaishi kwa amani. La mwisho nenda muombe Mungu, au sio? Nidhamu, haki, weledi, uadilifu, msingi wa mafanikio yetu.